tuendelee na hizo mambo. Let's go. Tuendelee. Okay. Sasa ndugu zangu, leo kuna mambo mingi sana imekuwa imetokea. Nitakuombeni sana munisikilize hizi mataarifa kwa makini sana, kwa sababu ni mataarifa muhimu na yenye faida kubwa sana kwa vijana na raia yeyote Tanzania akuwe anajua hizi taarifa, na si peke zake akuwe anajua kwa kupitia mdomo yangu, lakini nakuombeni sana mkuwe mnaandika chini hizi mambo, na baada yake muende peke yenu mkajifunza. Ninaomba kutoa taarifa fupi sana juu ya mpango uliofeli ya watu wa kutugawanya kupitia madini. Ndugu zangu ambayo mko hapa, naomba kuambia kitu kimoja. Kwa mujibu ya ulimwengu ya sasa, tuko na dini nyingi sana. Na inaaminika kwamba zaidi ya dini 100 zipo na kitu inaitwa scripture. Kiswahili yake ya haraka tuseme kama iko na kitabu yake ya dini ambayo kwa Mungu yake peke zake wamepewa hiyo kitabu. Ndugu yangu, naomba kuambia kwamba hakuna hata dini moja ambayo imewahi kuwa kwa dunia imeweza kuruhusu mauaji ya watu ambazo hawana hatia. Hakuna. Kwa hiyo naomba kuambia kwamba kwa sababu tu mtu anakuja anajitambulisha yeye ni padri ama pastor ama ni shehe wa dini ya Kiislamu, ninaomba sana hawa watu msiwaamini, kwa sababu hawa watu hawafati vitabu za dini zao. Nitakupeni mfano wa dini 12 na nitawatajia na majina za dini hizo pamoja na vitabu zao ambazo zinapinga kwa wazi kabisa mauaji juu ya watu wasiokuwa na hatia, mauaji juu ya binadamu. Kwa sababu tu ya umuhimu ya muda, nitaomba nisisome hizo, lakini nitawapea peke zenu muandike mukasome peke yenu. Kwa mfano, Waislamu wanatumia Qur'ani kama kitabu chao kitakatifu. Katika Qur'ani sura ya 5 na aya 32 imekataza wazi wazi mauaji ya binadamu, na ilikuwa inasema kwamba kwa tafsiri, mtu yeyote yule, kwa mujibu wa Qur'ani inasema mtu yeyote yule ambaye anaua binadamu asiyekuwa na hatia mmoja tu, ni sawa na huyo mtu kaua ulimwengu mzima. Ni sawa na huyo mtu kaua ulimwengu mzima. Sasa ndugu zangu, kwa watu ambayo wanajua mathematics vizuri, ikiwa Samia Suluhu Hassan kaua watu 10,000, atakuwa kaua maulimwengu mangapi? Huyu baba kwa mujibu ya Qur'ani ameua hizi earth kama ngapi? Hii jambo nawaambia sio jambo ambayo inatoka kwa akili yangu. Nawaomba sana kafungue Qur'an sura ya 5 verse aya ya 32. Inasema mtu akiua mmoja ni sawa kaua na ulimwengu mzima, ubinadamu uzima kaua. Ile thamani ya roho ya binadamu mmoja. Ndugu yangu, piga hesabu, ikiwa sayari ambayo ipo kwa solar system yetu inayotambulikana hazivuki hata madunia 10 hata 20. Kwa fupi, Samia Suluhu Hassan kwa mujibu ya Qur'ani kaua idadi ya watu ambayo kwa akili ya binadamu ya kawaida na elimu ya jiografia tulikuwa nayo haiwezi 6 aya 151 imekataza tena mauaji ya binadamu hata kama ako na hatia. Imekataza kwamba hairuhusiki. Mwenyezi Mungu anasema amekataza vikali kuua binadamu yoyote ile isipokuwa kwa sababu tu ya sheria halali. Kama hiyo bado haitoshi, kwa Qur'ani hiyo Qur'ani 17 aya ya 33 inakataza tena. Inasema tena Mwenyezi Mungu amekataza kwamba mtu yoyote ile kuua binadamu asiyekuwa na hatia. Na waomba ndugu zangu mkafanye research kwa peke zenu.
na peke zenu ukiwa mnaweza kufungua Qur'ani ukasoma, tunaomba mkawa comment kwa zile majamaa zilokuwa zinasema wao haki ni muhimu, tumechomewa magari, na hawataki kusema kwamba Qur'an imeweka wazi kabisa mtu yeyote ile kaua mtu mmoja ni sawa kaua na ulimwengu mzima. Kwa nini hawasemi hizi mambo? Kwa hiyo tafadhali sana, kwa sababu tu sisi vijana ni watu ambayo uwezo yetu ya kufikiria ni kubwa, ninakuomba kila kijana awende akipata muda aka-comment kwa zile mapost ambazo yanaweka majamaa wa mamufti na majamaa wa mashehe na majamaa wa maustazi. Mwambie hivi, soma Qur'ani 5.32. Alafu andika tena soma Qur'ani 6.151. Alafu andika tena soma Qur'ani 17.33. Yeye peke zake atafahamu. Huyo mtu atafahamu. Kwa sababu na waomba ndugu zangu, tusije tukaingia kwa mapambano na watu kwa kutumia maneno ya hovyo kama vile wao peke zao wanatumia. Hii ni Uislamu. Kwa mujibu ya Qur'ani, kitabu takatifu ya Mwenyezi Mungu, ina vielelezo nyingi sana ambayo imekataza kabisa mauaji ya binadamu. Sasa Samia Suluhu Hassan, ikiwa kwa mujibu ya Qur'ani sura ya 5 verse 32 nasema mtu yeyote ile alokuwa kaua binadamu moja ni sawa kaua na ulimwengu mzima, naomba peke zenu mnisaidie. Je, huyo Samia Suluhu Hassan ameua maulimwengu mangapi? Kwa sababu juu ya mimi kuwa nimepasi sana mathematics, lakini hii hesabu peke zangu imenishinda. So naomba nyinyi peke yenu mkuwe mnaweza kunisaidia. Tukiachia dini ya Kiislamu, tukija kwa dini takatifu ya Kikristo. Kwa mujibu ya dini ya Kikristo, sitaki kupoteza muda sana, lakini naomba kuwapa hii ushahidi kwa sababu tunakuwa tunashambuliwa sana na majamaa wa madini. Kwa sababu peke zao hata hizo dini hawazijui, lakini wamekuwa primitive na wamekuwa tayari kutumikia vyama za masiasa. Naomba Mungu akikupa nafasi leo hii, nenda kafungue Biblia takatifu na kasome Book of Matthew. Yesu Kristo ambaye alikuja kwa hii ulimwengu kufa kwa ajili ya dhambi zetu, amekuja kuthibitisha kwamba anasema hivi, kama mlivyosikia. Yani kwa context yake hii, Jesus hapa anafanya kitu inaitwa reaffirmation. Anathibitisha jambo ambayo imeshasemwa. Anawaambia watu, kama vile mumesikia kwamba you shall not murder. Maana yake kwa mtu peke zake ambaye anajua theology, maana yake hapa Yesu Kristo alikusudia ile 10 commandments kwamba usije ukafanya mauaji. Sasa mimi naomba kutuambie hizi mapasta ambayo hawakemei hizi mambo na wanawalaumu mapasta watakatifu kutoka tech kwa kusema ukweli, wanasema wale majamaa wanatumwa. Kama wametumwa, tukubaliane kwamba wametumwa na Yesu Kristo. Tusiseme kwamba wametumwa na maulimwengu ama wametumwa kuchafua nchi. Kama utasema kwamba ile mapasta wametumwa